Kama alivyosikia sema sababu ni kwamba benki zote ziko chini ya Central Bank na kule kuna nidhamu kama inabalaki. Sasa masalani vipi? Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Wanadamu ni zile chache zinatoka kwa pesa ya hapa Islamu nini chache. Shilingi 500 kwenda kutoa ambayo ni shilingi 20. Sasa ustadi wa 20 halali. Mahali bado imeongezeka swala moja. Mimi swali langu na shares. Ile shares kulima ndio wanapoipa kwa kulama. Ile shares kwa pada sawa. Haya, swala hili nimesonga mbele zaidi. Kuna shares, kununua share kule benki, je, ni halali au riba? Masala manne nataraji Sayyid amesikia inshallah atatujibu. Kwanza swala la kwanza la yetu kwamba kufanya kazi shahada wa benki halali au ni haramu, kisha mambo ya Central Bank kwa hapo ndani, kisha sema ile nyongeza tunakatiwa charges zile ni halali, na kule tunaweza kumuuliza masala nini shares. Shukran. Tayeb, ndugu yetu anauliza kuhusu mshahara wa mfanyikazi wa benki ni halali. Wajua saizi pengine nyoyo za wengine zinadunda sana baina ya kwamba labda zitahalalishwa ama zitaharamishwa. Kwanza, kazi ya kuhalalisha na kuharamisha si kazi yetu, ni kazi ya Mungu. Sisi tutasema tu hii Mungu ameharamisha basi, au hii Mungu amehalalisha. Nikizungumza swala hilo nitajibu kwa vipande viwili. Kwa benki ambayo si Islamic, sikusema kwamba kila kinachofanyika ndani yake ni haramu. Kwa sababu katika jumla ya kazi ya benki ni kuchange pesa. Kuchange pesa ni halal, na benki wanafanya hiyo kazi kwa sababu ya kupata faida. Hiyo ni halal. Bank inatuma pesa hawala, money transfer, hiyo ni halal kwa sababu wao wanakutumia pesa kule na unawalipa kwa ile kazi waliokufanyia. Ni kama umewaajiri kukufanyia hiyo kazi. Bank inaweza ikakuhifadhia title deed zako na logbook zako na makaratasi ya thamani nyingine yoyote, kisha wakakulipisha kama ujra. Ile sanduku yao wewe umekodishiwa kuhifadhiwa vitu vyako, kila mwezi ama kila mwaka unalipa kitu fulani. Hiyo ni halal. Kwa hiyo ndani ya taasisi ya kibenki isiyokuwa ya Kiislamu pia ndani kuna vitu ambavyo ni vya halal. Sasa tunakuja kuuliza ulama wanasemaje kufanya kazi kwa mtu ambaye kazi yake imechanganya halali na haramu. Ulama wakasema ikiwa halali ni nyingi kuliko haramu, basi unaweza kuruhusiwa kufanya kazi pale kwa kutegemea kwamba mimi niko na kama yakini kwamba hizi pesa ninazolipwa zatoka kwenye mazalisho ya halali. Lakini ikiwa halali na haramu zimelingana ama haramu iko juu zaidi, wanaita shubha. Na pesa ikiwa ni shubha, Mtume anasema alhalalu bayyin wal haramu bayyin bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Halali iko wazi, haramu iko wazi, kati yao kuna vishawishi fulani va huku na huku. Sasa mtu akiepuka hizo za shubha, basi amehifadhi dini yake na amehifadhi heshima yake. Kwa hivyo mfanyikazi wa benki kama anajua kwamba source ya income ya bank karibu 90% ama yote ni source ya haram, ni riba, ni mambo ya biashara ya haramu,
basi malipo yake itakuwa ni haram, kwa sababu ameshiriki katika muamala wa haram. Lakini kwa upande wa benki ya Kiislamu, naweza nikasema bila uoga kwamba ikiwa ile benki ya Kiislamu si jina peke yake, ni jina pamoja na utendakazi wake ni wa Kiislamu, basi pesa zako unazolipwa ni halali, ulizoweka pale na unazopata faida ni halali, kwa dhamana ya wale ambao wamekwambia hii tunaifanya Kiislamu. Wewe usipite chini ukauliza mbona hii. La tasalu an ashyaa in tubda lakum tasu. Sisi hatukuambia tuwe wapelelezi wa watu. Swala lako nadhani limejibika. Swala la pili, ndugu yetu anasema uhusiano wa benki ya Central Bank na benki ya Kiislamu, umetuambia kuna uhusiano. Je, sasa benki ya Central si bado pia ina ushawishi wa kiriba sijui kadha? Kwanza nitakwambia jambo moja. Central Bank haitoi pesa kuipa banki yoyote. Central Bank haitoi pesa kuipa benki yoyote. Kwa hiyo hakuna riba kwa mfumo huu. Wao wanatoa rules, sheria, kwa sababu economy ya nchi inadhibitiwa na budget ya nchi kulingana na rasilimali ya nchi ambayo iko kwa Central Bank. Ile Central Bank ni kama kituo cha kanuni cha kuelekeza benki zote zisiwaumize raia. Umeelewa vizuri? Na pesa zao raia walizoziweka kwa hizo benki zingine, ni kama Central Bank ndio inawalindia kwa kuweka zile rules na policies na sheria na dhamanat. Kwa hiyo hakuna uhusiano wa direct between benki yoyote na Central kwa kupanana pesa, hakuna. Na riba haipatikani ila kwa kubadilishana vitu, sio? Kwa hiyo sheria zinazofuatwa za Central Bank ni sheria ya nchi, kwa sababu ya kudhibiti hali ya uchumi wa nchi. Benki utaambiwa elekea hivi, usielekee hivi, elekea hivi, kwa sababu hii itaangusha nchi katika economy, hii itapanisha nchi. Bora tu yani hutoingiliwa kwenye nidhamu yako ya Kiislamu. Haitokwambia usifanye murabaha, usifanye mudharaba, hiyo haikwambii. Kwa hiyo hakuna uhusiano wa kiriba kati ya Central Bank na benki yoyote ya Kiislamu na hata zinginezo. Ila ikiwa wewe umetaka kwenda kupewa pesa na wao wakaamua kukupa kwa mkopo wa riba, hapo umejipeleka mwenyewe kutaka riba, lakini wao hawakulazimisha. Swala la tatu, ndugu yetu anauliza zile charges ambazo unazopewa ukiwithdraw huwa ni vipi? Angalia, fasal bihi khabira. Sawa? Tayeb. Kule ndani ya benki zile charges zenyewe zinawekwa, lazima zipitie sheria bora. Hakuna charges zinawekwa kiolela. Inamaanisha kwamba mimi naweza nikakuthibitishia kwa kiasi ninachoelewa mimi, ninachohusika mimi mahali fulani, ni kwamba hata charges ya transactions zinawekwa na sheria bora. Kwa nini wameweka? Wameweka kwa msingi wa ujra. Wewe pesa zako unawekewa kwenye sanduku, iko safe. Masaa yoyote ukienda ukiingiza ATM card inakupatia ile service ile. Kuna umeme inatumika, kuna mtu anachukua pesa anazipanga kwenye ile mashini, kuna mtu anahesabu, kuna mtu anafanya hivi. Zile ni wale watu wote wanalipwa kwa sababu wako kwenye ujra. Sasa wewe unakatwa ile percentage kama vile ungepanda bodaboda kwenda kununua sukari dukani, mwenye bodaboda atataka shilingi 50 yake. Sawa? Nafsu shay. Kwa hiyo ile imekuwezesha kukupa service kwa wakati unaotaka wewe. Imekupa service. I will pay for that service. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hakuna riba. Wala usidanganye. Bali tuliwahi kuzungumza nyuma katika mihadhara ya nyuma, tukazungumza kuhusu betting. Tukataja masala ya credit, hata kukopesha credit. Hata kukopesha credit sio riba. Kwa sababu umeuziwa minutes. Wewe uuziwi karatasi, unauziwa dakika za kuongea. Sasa katika jumla ya dakika unazoongea, kuna dakika fulani zimekatwa kwa sababu ya kukulipa, yani kumlipa aliyekupa service, anaichukua commission yake pale. Wewe umekopesha 50 ukapewa 45, si ndio? Sasa 5 mbona siku kulipa nitalipa 50? Sasa yule aliyekukopesha atakuona wapi akupokonye 50 kwa mkono? Ndio amekusetia mashini, bwana ile 50 yangu ungenilipa kwa service, nitakukata kuanzia hapa. Kwa sababu humuoni mtu, wewe unaamiliana na mashini. Nadhani tumeelewana vizuri. Ndugu yetu mzee wetu anauliza,
Je, kuna riba katika shareholders ama kununua share? Ukinunua share kutoka kwenye taasisi yoyote ya riba ni riba na ni haram. Tayeb, kampuni kama gani na gani? Sina haja kutaja kampuni za watu kwa sababu ile ni kuharibu sum'a ya kampuni za watu, lakini wewe Muislamu unafahamu hii kampuni haijihifadhi kuepuka haramu. Inaweza fanya any business bora ipate faida. Sasa kampuni kama hizo hufai kununua share. Lakini kama nilivyokuambia, mimi nitakwambia mfano kampuni ya mawasiliano, ni mangapi ya halali katika mawasiliano? Mengi sana tu. Sasa aliyeenda kona akafanya haramu ndani ya mawasiliano, hiyo ni yeye mwenyewe amefanya haramu. Lakini kampuni inajihusisha na mambo ya mawasiliano, na ikizidi wananunua majumba na wakiuza. Ukishahakikisha hilo, unaweza ukanunua shares ukapata source ya halali au income ya halali. Kwa hiyo kununua shares katika benki za Kiislamu zinazotabikisha sharia ya Kiislamu ni halal, na katika kampuni nyingine yoyote ambayo haifanyi na haram wala haitoi mkopo wa riba ni halal. Lakini ukishashuku kwamba hapa hii kampuni mimi sina imani nayo, yafanya mambo ya kinyume na sharia, basi utakuwa umeepuka riba na utakuwa umeepuka shubha, na shubha ni kuhifadhi dini yako na kuhifadhi heshima yako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Shukran sayyidi wa jazakumullahu khairan. Kuweza kutuelimisha na kuondosha mushkili. Shida iliyopo ni kwamba baada ya hapo tutakuwa na wanazuoni kule mitaani, na wanazuoni wengi wako nje kule. Sasa nataka kutoa fatwa, sipo ni makosa na nini, lakini hana elimu na masala hayo ambayo yanazungumzwa. Na tumeona ulimwengu au tumeona hapa uwanja ulikuwa wazi, Sheikh amezungumza vizuri na ametuelekeza kila kitu kimoja kimoja na mifano mbalimbali. Kwa hivyo tutoke na yale tuliyobeba hapa. Wale walioko kule barazani tuache kule barazani. Wasia wangu kwa wewe ni kwamba zile pesa zako zo KCB zitoe, kesho peleka kule kwenye benki za Kiislamu. Sikwambii ni ipi, umetajua hapa tatu. Usiyosema sana afanya kampeni na apate chochote kule, la. Toa, peleka katika benki za Kiislamu, kwa sababu tumeonyeshwa hapa zile benki za Kiislamu zinakwenda na mfumo wa Kiislamu, na ndivyo inavyotakana kwa sisi tuwe na ghera kama hiyo. Tumwombea Mungu shekhe letu, ustadhi wetu, mtoto wa shekhe letu, mtoto wa mufti wetu wa Kenya, Sayyid Omar al-Mihdad. Mwenyezi Mungu ambarikie, Mwenyezi Mungu amkunjulie, Mwenyezi Mungu amzidishie katika elimu yake. Kama nilivyosema kwamba tangu tuanze muhadhara mpaka leo, ikiwa ni siku ya 3 ama ni siku ya 4, bado tunatembea na Gen Z. Hamjiona ndevu nyeupe hapa bado? Gen Z ndio wanafanya kazi, lakini hawa Gen Z wa Mwenyezi Mungu na mtumi wake Muhammad. Gen Z ambao kwamba wanakwenda kwa mfumo wa Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vijana tusome, tukisoma tutarudisha mfumo wa Uislamu mbele, tusiposoma tutapata tabu. Kwa hivyo tusomeni vijana ambao kwamba tuko, ili kesho nafasi kama hizi tuweze kusimamia kisasa. Siku hizi ilmu imo mpaka kitandani kwako. Muhimu tu ujirejeste, uendelee kusoma, utafanya mitihani, utasonga mbele. Ilmu iko, lakini ilmu sawa yake kama hukwenda kule, piga magoti. Mashekhe wako wengi Mombasa wamejaa. Tusomeni vijana, hata watu wazima wasome. Halakati za ilmu zilikuwa zimejaa Mombasa. Kuna watu walikuwa ni babu, wakawa hudhuria katika jalasati za ilmu, wakasoma mpaka wao wanaweza kutoa fatwa juu ya fiqh kwa masala yoyote, sababu siku zote hudhuria katika darsa ya fiqh. Wewe katika darsa ya fiqh hapa kila moja mbio. Said Muhdhar ametokea darsa hapa ya ulumul Qur'an ambayo ndio sheria, kila moja ana dharura, kila moja ana la. Hakikisha kwa siku una masaa mawili, hakikisha kwa siku una jisali moja ya kuweza kuipanua maarifa yako janibi ya dini. Tuingizeni maarifa yetu katika dini, ndio tofaulu mbele. Ilmu zile za barazani na mitaani tuacheni kule, sababu wale wamesoma sana.
alhamdulillah, mpaka shahada zao hakuna katika ulimwengu mzima. Tusomeni tupate ilmu. Sayyid Muhdhar, Mungu akubarikie, Mungu akuzidishie, Mungu akuzidishie maarifa. Inshallah mwakani tafuta tena mada mengine kama haya, pia uje tuelimishe ili kuweze kuepukana na haramu. Maudhui yetu, mihadhara inaendelea. Kesho itakuwa ni siku ya 5. Inshallah taala itakuwa ni siku ya 5, na maudhui itakuwa ni mwanamke katika Uislamu. Sio mwanamke wa Kiislamu, mwanamke katika Uislamu. Uislamu umempa mwanamke kitu gani? Mwanamke katika Uislamu anawajibika afanye nini na nini? Na mwenye kuzungumza maudhui haya si mwingine, ni mtu ambaye kwamba ana uhodari katika fani kama hini, ni mwanachuoni wetu al-Ustadh Izzuddin. Kwa hivyo inshallah taala kesho tuhudhurieni, na tuambie na kina mama na waje ajisikize wana Uislamu, nafasi yao katika Uislamu ni nafasi gani. Tusibaki kulaumiana. Leo wanaume wasema wanaume mwanamke angegawanywa mara 2, hawa wanaume tukagawanywa mara 4. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha anta nasiruha la man adaha. Shukran wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin.